Habari mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu pendwa. Mimi naitwa Emmanuel, na katika mfululizo wa video hizi nitakuwa na kufundisha mambo tofauti tofauti ambayo yanahusiana na trading, na lengo langu ni kukujuza kuhusiana na biashara ya trading na kukujengea uwezo wa kufanya biashara hii ili uweze kujikimu kifedha. So ni kweli biashara ya trading ina uwezo huo wa kukuwezesha kifedha, kupata fedha za kutosha za kuendesha maisha yako bila wasiwasi wowote, lakini unahitaji kuwa na maarifa sahihi, na inachukua muda kupata maarifa sahihi kuhusiana na soko. Kwa hiyo katika channel hii na katika mfululizo wa video hizi nitakujuza mambo tofauti tofauti, mambo mbalimbali ambayo unatakiwa kuyafahamu. Kwa hiyo nitatoa mafunzo ambayo yatagusa mtu ambaye hajui chochote kuhusiana na trading, hajui chochote kuhusiana na forex. Kwa hiyo nitaanza from scratch, okay, kuanzia mwanzo kabisa kuhusiana na forex. Kwa hiyo zingatia video hizi, fuatilia kwa karibu ili uweze kuelimika na kujua kuhusiana na trading, na hatimaye uweze kuanza kufanya biashara hii na kupata fedha ambazo zitakuwezesha kujikimu katika maisha yako ya kila siku. Okay? So kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza kile ambacho nimekuandalia, lakini pia endelea kufuatilia mfululizo wa video hizi ili uweze kuendelea kuelimika na kujengea msingi mzuri wa kuanza kufanya biashara hii ya trading. Okay? So leo nimeandaa somo ambalo linahusiana na vitu viwili ambavyo ni bullish and bearish. Okay? Bullish and bearish. So bullish ni nini? Bullish ni kitendo cha soko kwenda juu. Okay? Kitendo cha soko kwenda juu ndio tunasema bullish. Okay? Na bearish ni kitendo cha soko kwenda chini. Okay? So kitendo cha soko kwenda chini ndio tunaita bearish. Okay? Kwa hiyo ndio tofauti ya bullish na bearish. Okay? Na kwenye bullish kuna vitu viwili. Kwa sababu soko halitembei in a straight line, inatembea katika zigzag. Okay? Inaenda juu kidogo inashuka chini, inaenda juu kidogo inashuka chini. Okay? Au inashuka chini kidogo inapanda juu, inashuka chini kidogo inapanda juu. Haiendi katika straight line, inaenda katika zigzag. So tukisema bullish ni soko ambalo linapanda juu, basi tegemea kwamba hilo soko halitaenda juu in a straight line, litaenda juu in a zigzag line. Okay? Kwa maana kwamba bullish itakuwa ni hivi, inaenda juu kidogo kama hapo nilivyochora, halafu itapause, itashuka tena, itashuka chini kidogo. Kwa hapa imeshafika juu, itashuka tena chini, sawa? Itashuka chini kidogo, halafu itaenda tena juu. Okay? So huu ndo mtindo wa bullish. Okay? Kwa hiyo itakuja tena, itaenda tena juu, sawa? Kwa hiyo itakuja tena, itashuka tena chini kidogo. Okay? Halafu itaenda tena, ikishafika hapa itaenda tena juu. Okay? So hii ndio tunaita bullish. Okay? Hii ndio tunaita bullish, maana kwamba soko linaenda juu. Okay? Na kama linaenda chini vile vile halitoenda in a straight line, itaenda in a zigzag line. Okay? So kwa soko ambalo linaenda chini, ngoja kwanza tufute hii tuweze kuelimishana vizuri. Hii tufute, no, tusifute,
iache. So kwa soko ambalo linaenda chini, okay, litaenda chini in a zigzag line, sio in a straight line kama hivi, sio in a straight line, litaenda chini in a zigzag line. Kwa hiyo litaenda chini alafu litaenda juu, okay, litaenda chini, litaenda juu, litaenda chini, naona eh? So hii inayoenda juu hapa, hii ndio bullish, na hii inayoshuka chini hapa, hii ndio bearish, okay? Soko linaenda katika mtindo huu, okay? Bullish na bearish, okay? Hizi ndo major market moves, okay? Major market moves, okay? So lakini pia kuna wakati mwingine utakuta soko linaenda sideways, okay? Linaenda sideways kwa maana kwamba linaenda juu alafu linakuja linashuka chini alafu linaenda tena juu alafu linashuka chini kidogo, linapanda tena juu kidogo, linaenda chini juu kidogo, alafu linashuka tena chini. Alafu tena linashuka chini. So ukiona soko linafanya hivi, manake hii sio bullish au sio bearish. Tunasema kwamba the market is in consolidation or is in accumulation, kwa maana ya kwamba soko halina uelekeo. Kwa hiyo katika nyakati kama hizi inashauriwa usitrade, inashauriwa usubirie price itengeneze structure kama hii, either hivi bullish kwa maana kwamba inaenda juu au hivi bearish kwa maana kwamba soko linaenda chini, okay? So kwa soko ambalo linaenda juu kama nilivyokuambia inaitwa bullish na litatengeneza zigzag kama hivi, okay? Na hakikisha kama soko linaenda juu, lile linaenda juu kwa kuongezeka, okay? Hivi lile linaenda juu kwa kuongezeka, kwa maana kwamba kima cha mwanzo na kima cha pili vinatofautiana, kwamba yani kumaanisha kwamba kima cha pili kimeongezeka kwa juu kidogo, okay? Ndio tunasema hii inaenda juu. Hata ukiangalia hapa pia ndio hivyo hivyo, unakuongezeka. Kima cha pili ni kikubwa ukilinganisha na kima na sehemu ambapo price imetoka, okay? Halikadhalika kama soko linaenda chini, hakikisha linaenda chini kwa kuongezeka, okay? Kwa maana kwamba kama unavyoona mara mwisho iliishia hapa, lakini ilivyoenda juu ikashuka chini zaidi, sawa eh? Hapo ndo naweza kusema kwamba hili soko linashuka chini, okay? So kama soko alifanya hivyo, kwa mfano likafanya hivi, ujue kabisa kwamba hili sio bearish, okay? Kwa maana kwamba kuna uwezekano mkubwa soko lisiendelee chini likapandisha juu likaenda hivi, likaenda juu na likaenda juu zaidi, kuna uwezekano huo, okay? So hakikisha kwamba kama ni bearish, maana yake ni kwamba lazima huwa kuna muongezeko kwa kwenda chini, sawa, linapanda juu na kushuka, lakini hakikisha kwamba linashuka chini zaidi, sawa eh? Linapanda juu kidogo, linashuka chini zaidi, ndio tutasema hiyo ni bearish. Na kama ni bullish, linashuka chini kidogo, linapanda juu zaidi. Ndivyo ambavyo tunaweza kusema kwamba soko lina uelekeo, limefuata uelekeo, okay? Kwamba linaenda juu au linashuka chini. So hiki kipande ambacho kinapanda juu, hiki kipande ambacho kinapanda juu ndo tunaita impulse, okay? Na hiki kipande ambacho kinashuka chini ndo tunaita correction,
Sawa so hii ni impulse, hii ni correction. Sawa kwa hiyo impulse inaenda kutengeneza juu mpya, inaenda kutengeneza juu mpya. Sawa correction maana yake kwamba inarudi chini kidogo. Sawa kwa lugha nyingine tunasema retracement, correction au retracement, kwa maana kwamba inarudi chini kidogo ili ipate nguvu ya kwenda juu. Sawa na kwenye bearish ndio hivyo hivyo tu, kile ambacho kinapanda juu kidogo tunaita correction au retracement, na kile ambacho kinaongezeka kwa chini tunaita impulse. So huu mstari wote unaitwa impulse na huu mstari wote unaitwa correction. Sawa so kwenye bullish, bullish tumesema ni soko ambalo linapanda juu. So bullish inahusisha vitu viwili, inahusisha higher highs and higher lows. Okay, higher highs na higher lows. So kwa mfano hapa tukizingatia hii bullish motion hapa imetengeneza higher high halafu higher low hapa kwa chini. Okay, so higher high ni nini? Higher high maana yake ni juu juu, yani juu iliyo juu zaidi. Okay, na higher low ni juu iliyo chini. Okay, so maana yake ni kwamba hapa kama unavyoona price imeenda juu halafu imeenda juu zaidi, kwa hiyo itakuwa higher high, halafu ikashuka chini kidogo, hii itakuwa higher low, halafu ikaenda juu zaidi, ikatengeneza impulse ikaenda juu zaidi, hii itakuwa higher high, kwa maana kwamba it's higher than the previous high, kwa ni juu zaidi, halafu ikashuka chini kidogo, ikatengeneza higher low, kwa hiyo hii ni juu ya chini, halafu ikatengeneza impulse tena kutengeneza higher high, kwa maana hii ni juu ya juu zaidi. Okay, hii ni juu ya chini. Sawa hali kadhalika kwenye bearish trend hivyo hivyo, price inatengeneza lower lows na lower highs, chini zaidi na chini ya juu. Sawa chini ya chini zaidi na chini ya juu, maana kwamba price ishuka chini ikatengeneza lower low, alafu ikapanda juu ikatengeneza lower high. Lower low ni chini ya chini zaidi, lower high ni chini ya juu. Sawa kwa hiyo imetengeneza lower low alafu ikatengeneza lower high. Okay, alafu kwa structure hii tulichora hapa, hii sio lower low kwa sababu haiko chini ya, haijaizidi hii hapa kwa chini. Okay, kwa hiyo si lower low, kwa hiyo uweze kusema hii ni lower low. Okay, hii pia hii ni hatuwezi kuita ni lower high. Sawa kwa sababu tutakuwa tunatazamia hii, sawa ili hii tuipe jina lazima huku kwa kuna lower low. Sawa so kwa sababu hii imetengeneza lower low, basi hii itakuwa lower high. Okay, ili mradi tusichanganyane. Sawa kwa kuanzia moja tu tufanye hivi ili tusichanganye. Tufanye hivi ili tengeneza lower low, hivi alafu ikatengeneza lower high, ikatengeneza lower low. Mambo mengine tutaendelea kujuzana taratibu. So kama unavyoona kwenye bearish trend kuna lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sawa kwa hiyo lower low ni chini ya chini zaidi, lower high ni chini ya juu, lower low ni chini ya chini zaidi, lower high ni chini ya juu, na lower low ni chini zaidi. So hii ndio bearish trend. Sawa so kwenye bullish trend kuna higher high na higher low, kwenye bearish trend kuna lower low na lower high. Sawa na hapa kuna lower low wala lower high. Okay, hii ni consolidation au accumulation. Price haina upande. Okay, so ukiona price inafanya hivi, inashauriwa usiingie kwenye soko kwa sababu
kuna uwezekano mkubwa ukiingia utaliwa hela yako, kwa sababu soko halijachagua uelekeo bado. Sawa? So mida mizuri ya kutrade ni pale ambapo utajihakikishia kwamba soko either linapanda juu au linashuka chini. Lakini ukishindwa kuconfirm soko linaelekea wapi, basi ni wakati ambao unatakiwa utulie tu, uendelee kuliangalia soko kwa mbali mpaka pale ambapo soko litaamua kukuonyesha uelekeo. Okay? So hivyo ndivyo ambavyo nitaka kukuelekeza katika siku ya leo. Natumaini tumeelewana, na kama hujanielewa basi usisite kuniandikia hapo kwenye comment section, na mimi nitachukua muda wangu kukuelewesha kinaga ubaga kwa ukaribu zaidi. Okay? So nitakuonyesha hata kwenye lile example. Hii ni chart ya Deriv pair volatility 100. Kama unavyoona hii ni trend gani? Hii ni bearish trend ambayo inaonekana kabisa, kwa sababu price inatengeneza lower lows and lower highs. Hata naweza nikakuonyesha. Okay? Imeanza huko juu, lakini hata from here unaweza kaona inatengeneza lower low chini ya chini zaidi, halafu ikapanda juu kidogo, unaona, kutengeneza lower high, halafu ikachika chini zaidi, you see, kutengeneza lower low, halafu ikapanda tena kidogo kutengeneza lower high, halafu ikashuka chini zaidi kutengeneza lower low. Okay? Na ikaendelea hivyo hivyo mpaka sasa imefika huko. Kwa as you can see hii ni bearish trend na inajionyesha tu kama hivyo. Sawa? So kwa leo nafikiri inatosha. Tumejifunza kuhusiana na bearish na bullish trend. Okay? Tunasema bullish ni soko ambalo linapanda, linatengeneza higher highs na higher lows, na bearish ni soko ambalo linashuka, linatengeneza lower lows na lower highs. Okay? Natumaini tumeelewana katika hilo somo la leo. Kama kuna kitu chochote ambacho hakijaeleweka, basi usisite kujieleza na mimi nitakuelekeza kwa kina zaidi. Lakini kama utataka kuwasiliana na mimi, basi utawasiliana na mimi katika simu nambari 0786771558. Okay? So yeah. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kutazama video hii, na tukutane kwenye video inayofuata. Ciao.